neno la kupoteza. Amen. Kwa hiyo mtu hawezi sema nimerejeshewa, na ikiwa akupoteza, ikiwa akuangusha, ikiwa akupokona, hawezi sema nimerejeshewa. Amen. Mfano karibu, mtu akitoka Dar na akielekea Zanzibar, akitoka Zanzibar na kurudi Dar, hawezi sema nimeenda Dar, lakini atasemaje? Nimerudi Dar, kwa sababu Dar ndipo alipokuwa. Wanaweza sasa, wewe unaweza ishi katika maisha, lakini uhalisia wa maisha umetekwa, umewekwa nafasi fulani, umeshikiliwa na watu fulani. Kwa hiyo ili uishi maisha ya uhalisia, lazima urejeshewe. Ndio maana tusoma katika andiko la Yoeli ile sura 2 mstari 25, kama sikosea, Biblia inasema nitawarejeshea miaka iliyoliwa na nzige na parare na kinutu. Ina maana kwamba kuna miaka iliyoliwa, lakini Mungu ametamani kuwarejeshea. Haleluya. Utukufu wa Mungu unaweza kuondoka kwenye maisha yako na ukatembea kama mtu wa kawaida, lakini Mungu anapotamani kurejesha ule utukufu, lazima kuwe mambo yatakayobadilika kwenye maisha yako. Uelewe kwamba utukufu wa Mungu ni kifuniko juu ya maisha yako. Kwa hiyo utukufu wa Mungu ukitokea, unakuwa hekalu na maskani ya mapepo. Wachawi wana fursa na ruhusa ya kupunguza nyakati zote. Amen. Unaweza tafuta heshima na usiaone. Shida sio watu, shida ni utukufu wa Mungu umeondoka kwao. Biblia inasema utukufu wa nyumba ya pili utakuwa mkubwa kuliko wa nyumba ya kwanza. Amen. Hivi umeshawahi kujiswali neno hili linamaanisha nini? Utukufu wa nyumba ya pili utakuwa mkubwa zaidi ya utukufu wa nyumba ya kwanza. Lakini uelewe kwamba nyumba ni hiyo moja ambayo utukufu wa kwanza ulikuwepo, na nyumba ni hiyo moja ambayo utukufu wa pili utakuja. Lakini kwa nini Mungu aseme kwamba utukufu wa pili utakuwa mkubwa zaidi ya utukufu wa kwanza? Nataka niongee, unapopoteza leo sio sababu ya wewe kukata tamaa, lakini ona kesho yako iliyo na nguvu zaidi ya leo yako. Haleluya. Leo unaweza tembea kwenye maisha marefu, unaweza tembea kwenye maisha ya maumivu, unaweza tembea kwenye maisha ya kukata tamaa, lakini unapotembea usiyaone leo, lakini ona kesho yako